Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi waumini, Uislamu imeupa kipaumbele sana katika kusaidia jamii. Na Uislamu tunaambiwa sio kuswali tu, isipokuwa Uislamu pia ni kufanya vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavipendelea sana kuvifanya na akatuamrisha tupate kuvifanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni yatima. Leo nikupe faida zinazopatikana katika kuwalea mayatima. Ndugu zangu waumini, kwa ufupi tu kwamba katika kuwasaidia mayatima ni jambo lenye thawabu kubwa kabisa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kuwasaidia mayatima kuna kheri ndani yake. Kwa mfano, unapata thawabu na radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuleta furaha na matumaini kwa mayatima. Lakini pia kujenga jamii imara na yenye huruma. Subhanallah. Lakini kuwafanya yatima kuwa ni watu wenye manufaa pale ambapo unapowafariji. Lakini jambo ambalo la tatu au la nne, kuepuka madhara ya kuteketezwa kwa mayatima. Jamani, yatima wasipopata misaada kuingia katika mazingira mabaya. Kwa mfano kama uhalifu na uraibu wa dawa za kulevya au maisha ya mitaani. Kwa hiyo kuwasaidia mayatima kunawafanya uepuke hali hizo na kuwa ni raia wema. Kwa hiyo wapenzi waumini, sio kwamba kila tunayemwona barabarani anafanya matendo yasiyekuwa nini wanakuwa nini. Wengi wao wanakuwa ni mayatima. Hivyo basi tuwe na kawaida ya kuwafariji mayatima, ya kuwatembelea mayatima, kwani kuna kheri kubwa sana. Tena uzuri ulioje, ukienda kwa watoto mayatima wanakusomea dua, wanakuombea dua. Wallahi wa billahi, katika dua ambazo hazina panzia mbele ya Allah tabaraka wa taala ni dua za mayatima. Subhanallah. Hivi sasa wengi wetu hatuelewi ubora unaopatikana katika dua za mayatima. Ndugu zangu, ni wape kisa kimoja ili tumalizie na faida zetu za kuwajali na kuwathamini watoto mayatima. Masha Allah. Siku moja tupo katika eneo la Atuangoma. Tulisikia mwizi. Angalia, hiki ni kisa ambacho chenye kusikitisha sana. Mwizi, subhanallah. Kuenda kuangalia, tunakuta ni kijana jasho limemtoka, anasema mimi sio mwizi jamani. Umkate mimi nahisi njaa, sijala ile leo siku ya pili. Subhanallah. Lakini kwa namna mazingira tulivyojiwekea hivi sasa, watu hawakujali kwamba sio mwizi au sio mwizi, kwamba kwa kweli alichezea kipigo kikubwa sana. Alipigwa sana kiasi ambacho yani serikali au watu kidogo viongozi waliingilia kati. Jamani, ngoja kwanza tumwangalie kijana. Ndio ikawa ni usalama wake. Jamani, kuuliza mazingira yake au kufuatilia kwa undani zaidi yule kijana, subhanallah, alikuwa ni yatima. Mama yake amefariki, baba yake amefariki, yupo na dada zake. Katika familia yake hawana kitu chochote, labda kibiashara maalum. Biashara ambayo alikuwa anaifanya ni kuuza mandazi, lakini siku hiyo mandazi hayajatoka. Mambo ni kama tunavyofahamu, mayatima wanakuwa na mahitajio makubwa sana, au binadamu yoyote lazima katika kuishi anakuwa na mahitajio makubwa sana. Angalia, huyu kijana kapigwa kwa sababu ya kuchukua mandazi mawili tu. Kuchukua mandazi mawili kwa mtu, ndo akaanza kupata kichapo hiko. Jamani, tuwasaidie mayatima. Jamani, mayatima ni watu ambao wanatakiwa kujaliwa kila muda. Kwani tukifanya hivyo, wallahi tutapata faida sisi na wao pia. Hatujui sisi, hujui. Angalia, tunaambiwa aljazaa min jinsil amal, kwamba matendo kutokana na vitu ambavyo unavyofanya, kwa malipo kutokana na vitu ambavyo unavyofanya. Angalia, pia tunaambiwa kama tadinu tudanu, kama unavyofanya basi ndio utakavyofanyiwa. Hujui
utawaachaje watoto wako, na watoto wako katika familia yako watawachukuliaje? Je, watawekwa katika nani ya mayatima? Angalia, sikiliza, wale ambao waliyemweka kisimani Nabii Yusuf walikuwa ni ndugu zake wa karibu. Sasa hujui ndugu zako watawanchukuliaje mwanao kama ulivyokuwa unamchukulia wewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa ufikirie sana binadamu. Yaani fikiria sana jambo hili binadamu, kwamba wewe ukiondoka watoto wako nani atawalea? Nani atawachukua? Nani atawatunza? Sasa kama utakuwa na desturi ya kuwapa watoto yatima kuwatunza, basi Allah anaweza nakufanyia wepesi na watoto wako wepesi inshallah. Kuna kheri kubwa sana ambayo inapatikana. Angalia hawa watoto wadogo wasiokuwa na dhambi, dua ambazo wanazisoma, tena wanatamka kwa ufasaha mkubwa kabisa katika dua zao ambazo wanazisoma inshallah. Allah atubariki sisi sote ambao tunatizama video hii, na tujitahidi kusubscribe katika channel yetu tupate viewers wengi, na wale ambao wanaotizama basi waangalie namna gani ya kuwasaidia hawa mayatima, kwani hamna mtu yote ambaye mwenye kuwasaidia isipokuwa ni wewe ambao unatizama, kwa sababu wewe ndio mtu pekee ambaye una uwezo wa kuwasaidia hawa mayatima.